bunge kabla ya tarehe 30 mwezi huu. Wakenya wengi wakionekana wameghadhabishwa na mswada ambao wanahofia utaathiri biashara mbalimbali. And even worse, for an unresident at 20%, you're essentially spelling doom, certain doom for that particular business. The Mjengo places where people depend on that bread and a bottle of soda, scrap the proposed excise duty on vegetable oils to avoid these adverse effects. I agree with you 100% that would increase the cost of business and at one point make the industry products unaffordable. The 150 Kenya shillings per kg is actually going to have an immediate implication on the livelihoods of many women and girls. Kupunguzwa kwa fedha za sekta mbalimbali za serikali na kuongezwa kwa fedha kwa sekta zingine kumepata pingamizi, huku wanaharakati wakisema kuwa shughuli tofauti huenda zikalemazwa. Wabunge wametakiwa waupinge kwa dhati mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maneno ya finance bill, sisi hatuta support maneno ya finance bill. You have to prepare yourselves to vote a big no. Serikali nayo inategemea mswada wa fedha ili kufanikisha bajeti yake, na hivyo inawakosoa wanaopinga mswada huu. Hiyo finance bill mnaongea ati mtaongeza tax. Hawa mnaona hawa. Wasi wadanganye na msidanganye, finance bill chini. Kama wewe unaona hii watu tusitafute pesa ya kutengeneza mambo ya kodi, mimi nataka usaidizi mmoja kwako mheshimiwa governor. Ita mkutano na hii watuambie barabara gani tuondoe ndio tusiweke kodi ingine, ndio tusiweze kujenga hizi barabara. Hatima ya Wakenya sasa iko kwenye mikono ya wawakilishi wao bungeni. Wengi wao wanatarajia kuwa matakwa yao yatapewa kipaumbele. Naam, Dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba ubuheri wa afya. Sauti yake Brian Amwai ikitufungulia matangazo maalum ya leo ya bajeti mwaka 2024 mwaka 2025. Jina langu ni Busara na Amana. Pale penye meza lugha ishara toka naye Walter Asewe. Na mtazamaji, zimesalia chini ya saa 48 kabla ya waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u kusoma bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025 bungeni. Bajeti ya pili ya serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Rais William Ruto, na itakuwa bajeti ya shilingi trilioni 3.9 ambayo itafadhiliwa na mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao umeibua hisia kali kutoka kwa wadau tofauti. Na hii leo wizara na idara tofauti za serikali zimetetea mswada huo unaohofia kuwa utaongeza mzigo wa ushuru kwa mwananchi. Sisi hapa jioni hii tumeandaa matangazo maalum kwa muda wa masaa 4 mtazamaji ya uchambuzi, na wewe mtazamaji una fursa ya kuchangia mada yetu kuu ya budget outcry, yani kilio kuhusu bajeti inayosubiriwa kusomwa. Na upande wa studio mtazamaji, upande mwingine wa studio basi tutakuwa na wadau wataalamu, na niko na wenzangu ambaye ni Linda Koskei ambaye atazamia mada hii mtazamaji, na vile vile nitakuwa na Milia Kisienya atakayeangazia maoni ya Wakenya kupitia mitandao ya kijamii. Na mtazamaji vile vile tutakuwa na Majibu Kitao ambaye atakuwa anatujuza mengi kutoka Kiambu, mwanahabari ambaye ni Timothy Simwa akiwa eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, na vile vile kutoka Mombasa tutakuwa naye Boniface Msangi ambaye atakuwa anatangamana na baadhi ya wakazi wakizungumzia tu basi bajeti hii ya mwaka 2024 na vile vile mwaka 2025 na mswada wa fedha. Basi kufikia hapo msizungumze mengi, moja kwa moja basi tujiunge mubashara naye mwanahabari Boniface Msangi kutoka Mombasa atufungulie basi makala haya maalum. Msangi, kama unanipata, chukua usukani. Shukrani sana Busara. Basi kutoka studio zetu za Nairobi hapo katika studio hizi za Mombasa katika kaunti ya Mombasa hii leo basi nimejikita katika masuala haya ya bajeti, na ni makala maalum yanayolenga tu kuleta ile picha halisi ya kipi ambacho wakazi na pia vile vile watu kutoka sekta mbalimbali wanazungumzia swala hili la bajeti humu nchini, na pia vile vile basi ile swala zima ambalo ni swala ambalo limeweza kuzua mhemko mkubwa ikizingatiwa kwamba basi ni bajeti ya takriban shilingi trilioni 3.9 ama trilioni 4 hivi, na niko na
wakazi ambao katika sekta ile ambayo iliweza kupiga upato mkubwa sana, sekta ya bodaboda, sekta ya mama mboga, sekta ya wachukuzi mbalimbali. Niko tu nao hapa, nitaweza kufanya mahojiano nao moja kwa moja waweze kutuambia pengine wao wana yapi kuzungumzia kuhusiana na bajeti hii ambayo makadirio haya bajeti ambayo basi yanakadiriwa kusoma. Songeni tu kama mimi hapa, haina shida. Hamjambo, pengine jioni yenu inaendeaje kwa sasa na mko na yapi kuhusiana na swala zima hili la makadirio haya bajeti ambayo kwa sasa huenda kasoma hapo siku ya Alhamisi? Kwa majina ni Janet, mimi ni mkazi wa hapa Nyali. Vile ninavyoona hii bajeti ni nafaa tu ule mwananchi aliye hali ya juu, kwa yule mwananchi wa chini ni ategemee Mwenyezi Mungu tu. Hapa jambo kuu sana, tunaona hata wanabiashara wa hapa chini wote wanaumia sana. Hasa ukiangalia ile bajeti ikipita, rent zitakuwa ziko juu, hawataweza kukimu mahitaji yao ya kila siku. Ukiangalia vyakula hapo kwa maduka zenyewe ziko juu, ukiangalia pampers zenyewe, hata hii bima yenye ilikuwa inalipia wanawake pale hospitalini naona imeondolewa pia. Tungeomba wale viongozi wetu tuliowachagua, mlituahidi vizuri wananchi wote watapata haki sawa, na hii itakuwa sawa kwetu sisi sote. So tulikuwa tunaomba ile bajeti inapopitishwa iangalie mwananchi wa kawaida, isimuumize. Asante. Kuna ile swala ambalo limeweza kuibuka sasa, tumeona kwamba pia sekta ya elimu imeweza kulia kwamba imeweza kupunguzwa mgao wa fedha, sekta ya elimu, sekta ya kilimo, na hapo kuzungumzia kuhusu swala hilo. Aswa hapo kwa elimu ita affect watoto wetu sana. Utaona watoto kama wazazi, ile tulikuwa tunaona hadi na kimu chakula ya kila siku pale shuleni, vitabu, hizo gharama zitatukujia sisi wazazi. Na sasa ile kidogo yenye tunapata ndio hiyo ilikuwa na kimu wale watoto, itaumiza ile sekta kabisa sana. Sina mali tusome tu hapa karibu. Kaka hujambo, una yapi kuzungumzia kuhusiana na makadirio haya ya bajeti ya sasa ambayo yameweza kuzua mhemko mzima, kizingatia kwamba ule mswada wa fedha pia umeweza kuzua hati miongoni mwa wakazi. Una yapi kuzungumzia swala hili? Mimi kwa majina naitwa Ali Mohamed, bodaboda Nyali sub county. Katika hii financial bill yenye inatarajiwa kwa sasa hivi, hii katika sisi sekta ya bodaboda imetuathiri sana. Kwa sababu sisi kama wana bodaboda tunatumia pikipiki za loan wengi wetu. Na zile loan zenye tunalipia itakuwa hiyo idadi itakuwa ni ya juu sana. Na pia vile sisi kama bodaboda tunatumia hii pikipiki zetu zinatumia betri. Na hii betri pia imewekewa ada ya juu, ambayo hiyo ni kitu cha serikali inafaa kuangalia. Pia vile mheshimiwa wetu Ruto alisema na akatuahidi ya kwamba atatembea na bodaboda, atatembea na mama mboga. Na sasa hivi kwa hakika hiyo sijawahi ione kitendeka. Tangu nizaliwe mimi sijawahi sikia kwamba hata pampa zenyewe imepandishwa ushuru. Hiyo sijawahi sikia. Mkate hiyo bwana mheshimiwa, hebu iangalie tafadhali hiyo. Inatuumiza sisi kama wana bodaboda pia. Vile sisi kama wana bodaboda tunaililia sana hii serikali ili iweze kutusaidia na sisi tujue tutaenda vipi, tutapanda vipi pale juu. Kwa sababu hii serikali ni ya bottom up. Na sasa hivi mimi sioni bottom up, mimi naona bottom down. Sasa unaona bottom down. Soka tu hapo kidogo, usiende mbali. Kaka hujambo, unaitwa nani na wewe una yapi kuhusiana na swala zima hili la makadirio haya ya bajeti na pia vile mswada wa fedha kwa sasa? Asante. Kwa majina naitwa Benjamin Ochwango, mimi ni mwenyekiti wa tuktuk katika kaunti ya Mombasa. Nikienda kwa haraka mambo ya bajeti yetu, nimeshangaa kwa sababu bajeti yetu imekuwa trilioni 4 ambayo haijawahi tokea katika history ya Kenya tangu tunyakue uhuru kutoka kwa mkoloni. Trilioni 4 hii unapata mwananchi wa kawaida ametoka bure, kwa sababu unapata ikulu ya rais imeongezwa pesa, ofisi ya naibu rais imeongezwa pesa, elimu wamepunguza. Sasa utapata sisi wananchi wa kawaida inabidi sasa tunarudi kwa mfuko. Yule mtoto ilikuwa analipiwa school fees, inabidi tutalipia. Mpaka unapata linda mama ametoa. Inamaanisha sasa sisi hii bajeti imekuwa ni ya yule wanasiasa, na sisi tuliwapigia kura kwamba watatudia. Sasa kama linda mama hakuna, sasa inabidi wamama mjipange, wazee, itamaanisha sasa hizo kazi za usiku
mama kuzaa itabidi tutapunguza, tutatafuta madawa za kupanga uzazi, kwa sababu utazaa ukienda kwa hospitali bili ndio hiyo. Linda mama yenye ilikuwa inalimba hailindi. Sasa ningependa hii bajeti, rais, kama haijasomwa, tafadhali, sisi ndio tulikupigia kura, tunanyenyekea kwamba uiangalie tafadhali. Muda upo nasi kwa sekunde moja, nini kipunguzwe? Mimi ningependa wapunguze kwa bidhaa za kawaida kama chakula, unga ipunguzwe, maziwa, mikate pia umesikia wanataka kupandisha. Hizo vitu zenye tunatumia vitu za kawaida, hizo ndio wakipunguza bei, hatuna shida sisi. Ni wadau hao katika sekta hii ya uchukuzi wa kazi kaunti ya Mombasa, na pia vile mama mboga akiweza kutoa hisia zao kuhusiana na swala zima hili la bajeti ama makadirio ya bajeti ambayo wanatarajiwa kusoma humu nchini. Yote tisa basi wanasema kwamba wao wataifuatilia kwa kina ile bajeti itakaposomwa, na pia vile kilio chao basi ni bidhaa muhimu ikiwemo vyakula na pia vile mafuta na pia vile masuala yale ya vitu vya watoto viweze kuteremshwa ushuru ili viweze kupatikana kwa bei nafuu na hali ya maisha iweze kuimarika. Ni hayo tu kutoka kaunti ya Mombasa na kuregesha kwako studio. Naam, asante sana Boniface Msangi kutoka Mombasa kwa kutufungulia matangazo yetu maalum jioni ya leo. Na mtazamaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, kumbuka kwamba unatupata hapa katika runinga ya K24 na vile unatupata mubashara katika runinga ya Kameme TV. Na mtazamaji, kumbuka kwamba tunapoendelea kupatia matangazo haya, tungependa sana uendelee kuzungumza nasi. Mitandao yetu ya kijamii ipo wazi, Facebook na Twitter, ama ukipenda X, unatupata kupitia @K24 TV. Nambari ya WhatsApp itakuwa inapita hapo kwenye kiwambo cha runinga yako. Tukiondoka Mombasa moja kwa moja tufululize hadi mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo basi tunaungana naye mwanahabari ambaye ni Timothy Simwa, ambaye anatangamana na wakaazi kupata kujua tu hisia zao kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2024 na bajeti. Kama unanipata Simwa, basi chukua sukani. Naam, Busara, bila kupoteza wakati, hao wazalendo unaoona kando yangu wamejitokeza hapa kwa swala moja tu. Wangependa kutoa hisia zao kuhusiana na bajeti itakayosomwa Alhamisi na Profesa Ndung'u. Kando na hilo, wana maoni mawili matatu ya kutoa kuhusiana na mswada wa kifedha ambao umekuwa ukijadiliwa kwa muda mrefu hivi sasa. Kwa hivyo sitaki kuchukua muda mrefu. Leo ni siku yao, watupe hisia ambazo wanao, huku tukisubiria tu maoni ama ule uchanganuzi ambao utakuwa unakujia hapo baadaye. Hapa ni naye mkulima. Eneo hili limejikita sana katika kilimo, Busara, na hivyo basi tunajua kwamba serikali imekata bajeti ya kilimo kwa angalau shilingi bilioni 14, na wakulima wana mawili matatu kuhusiana na swala hili. Je, wanalichukuliaje swala hili? Kilimo wamekiendeshaje mwaka huu? Tumeshuhudia changamoto hapa na pale. Labda kwenda katika mwaka wa kifedha unaokuja na mpango mzima wa bajeti wa serikali, ni lipi ambalo ungependa kuona likizingatiwa? Tutaanza kwa majina, mzee wangu, na kwa maoni yako tu, kwa upande wako ningependa utuelezee bajeti inaposomwa Alhamisi, wewe una maana gani ya kutoa, ikizingatiwa kama alivyosema kwamba bajeti imekatwa kidogo. Vile swala la kilimo mwaka huu, ukiwa kama mkulima unaotoka katika eneo hili la North Rift ambako mnategemea sana kilimo, serikali imeendeshaje sekta hii muhimu ambao ni uti wa mgongo wa taifa? Asante sana Tim Simwa. Kwa machina langu ni Kim Arap Kolum, mkulima kutoka Fonde la Uva, eneo hili la Uasin Gishu. Kuhusu bajeti inayoenda kusomwa katika siku mbili ambayo iko mbele yetu, matarajio yetu ni kwamba wafuate Maputo Declaration of 203 ambaye Kenya ni signatory, wakafanya allocation ya pesa ili wakulima wapate haki sawa na wapate kunawiri na wapate kufanya kazi, wapate kulisha ili taifa letu la Kenya na mpaka hata majirani wetu kama Tanzania, Uganda, Ethiopia na South Sudan. Haya wakulima wakipanyiwa hiyo budget ya 10% katika national budget itakuwa vyema. Na kufuatia hiyo, nilishangaa kuona kwamba bajeti imesuswa chini kwa bilioni 14.6. Haya ni maajabu, nafikiri watatenda jambo ili tukipatiwa hizo pesa kwa wakulima. Kenya ATC itakuwa ikisalisha mbegu, na wakisalisha mbegu sio ya mahindi peke yake, hata 67 ya ng'ombe.
tupate havers, alafu KVs wakakue na wapitishe ama wasipitishe ikiwa mbegu safi. Kenya Seed ibaki kama inauza mbegu na tupate mbegu ya kutosha. Kwa hivi sasa hivi simu hata nikwambie, juzi tulipanda mpaka tukapanda ngine inaitwa Sekichoge kwa sababu tulikosa mbegu ambaye ni certified kutoka Kenya Seed. There was a very great shortage. Kiasi kwamba hata sasa tukiongea hakuna haya mbegu. Jambo lingine ni ADC, Agricultural Finance Corporation, wapatiwe pesa ya kutosha ili wakulima wachukue loni ambaye inalipwa katika mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ATC ibaki kama AFC ibaki kama benki la wakulima. Jambo lingine ningependa ningemalizia mambo ya maziwa. Tunalima tuwe na maziwa ya kutosha, lakini challenge ni kwamba KCC wamangusha wakulima wa dairy. Tunahitaji walipe pesa. Juzi tunasema asante kwa yule aliyekuja hapa na akasema bilioni 600 imekuja. Hiyo akatulipa miezi miwili. Lakini tunatarajia mengine. Asante sana team simu kwa kunipatia hii nafasi nipate kuongea na taifa la Kenya. Asante mzee Kolum. Labda kwa kifupi tu kwa sababu muda hatunao. Okay, kwa majina naitwa Duncan Sanchez, mkaaji na mkulima hapa Uasin Gishu County. Jambo ambalo ningependa kusema tu ni kuwa maneno hii ya budget ya siku yenye itasoma on Thursday tunakubaliana nao, lakini jambo ambalo limetu at least hizo watu kama watu wa Uasin Gishu tumeona at least tumeshafinyika kidogo, kwa sababu wakikata maneno ya agriculture kwa 14 billion itakuwa kitu ambalo inafaa. Hadi maneno ya subsidy tutaona itaweza kuwa ngumu visaidi hapo mbeleni. Jambo lingine ni maneno ya education tena wamekata 30 billion of which tena huyu raia ataingia mfuko yake. Kesho tukifanya fees watakuwa wanaingia mfuko yako. Na maneno ya health, tukimalizia maneno ya health tena umeona wamekata 7 billion of which tena maneno ya health ni kitu ambalo huyu raia wa chini atakuwa anaumia na ataingia mfuko yako. So asante. Acha nimpe mwingine fursa sekunde 30. Yes. Kwa maneno ya finance bill sisi tunaunga mkono. Bunge ifanye kazi yao, wapitishe hivyo. Tunaunga mkono sisi wakazi wa Uasin Gishu, aswa vijana tunaunga mkono 100%. Hiyo finance bill ipite hivyo. Fupi tu kama alivyosema. Kwa majina naitwa Sharon Mohamed, a youth from Uasin Gishu County. Mimi naona hii financial bill iko sawa, lakini kuna vitu inabidi members of parliament kama MPs wetu wenye tuliwa elect kwa bado siku mbili ama siku tatu ndio wapitize hii bill. Kuna vitu naona wamefinya common mwananchi, at least members of parliament rectified hapo kama heko levy, maneno za education, na at least waone hapo kwa subsidies. Unajua akikata pesa ya agriculture obvious subsidy itatolewa na common mwananchi ataumia. Sawa, mzee sekunde 10 tu. Yes. Kwa majina naitwa David Kimeli Kogo. Mimi ni mkulima ya Uasin Gishu, bonde la Uva. Mimi kwa hii pesa ya kukata hii 14% ya ukulima, mimi airidhishi. Natakikana iongezwe kwa sababu Kenya Seed natakikana pesa ndio ipate mbegu mingi. Kama juzi sasa tulihangaika kwa mbegu. Alafu KCC iwekwe pesa KCC, sababu hata juzi tulichelewa kwa mwezi 4 bila kulipa watu mshahara. Cereal lazima ifunguliwe na uipewe pesa cereal. Hii maneno mengine hii ya kuongea mingi yenye tamaliza hii yote ni kumaliza maneno ya ukulima kupatiwa pesa. AFC pewe kama zamani. AFC walikuwa naenda wanaomba loan tunanunua mashamba. Kwa hivyo aweke pesa AFC. Asante mzee wangu. Busara, maoni si haba hapa. Wenyeji wana mengi ya kuyasema kuhusiana na mswada wa kifedha na bajeti ambayo tunatarajiwa kusomwa ama inatarajiwa kusoma katika siku 2 zijazo. Muda hatunao, lakini umeweza kusikia maoni yao mbalimbali, hasa masuala ya kilimo yakipewa kipaumbele, masuala ya pembejeo za kilimo na mambo mengi awali tu ya kusomwa kwa bajeti hii, na wanatumai kwamba serikali itakuwa inazingatia baadhi haya mambo ili kuweza kulainisha tu namna maendeleo ya taifa inavyoendeshwa na kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anapata kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Busara. Studio.
Naam, asante sana mwanahabari Timothy Simwa kwa kutupatia tu hisia za wakazi wa eneo hilo. Anazungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wakazi wanatoa hisia zao tu kuhusiana na bajeti mwaka 2024 mwaka 2025 na mswada wa fedha mwaka 2024. Na mtazamaji, kwa sasa moja kwa moja tuvuke hadi katika upande mwingine wa studio. Tuungane naye mwanahabari Milia Kisienya aweze kutupa swali la siku, ndio wewe mtazamaji upate fursa ya kulonga nasi. Kwako Milia. Na asante Busara na Aman. Linaitwa Tamko la Mwananchi. Tumelisikia katika maeneo tofauti ya taifa hili. Kumbuka wewe ndio mkereketwa mkuu. Mimi na wewe hatusazwi katika mswada wa bajeti mwaka 2024 na makadirio hayo yatakayosomwa ikiwa tu ni siku ya Alhamisi. Lakini sasa niruhusu tuangazie sauti ya mwananchi mitandaoni inalonga lipi. Nitakuwa nakujuza haya, lakini kwanza kabisa kumbuka una nafasi murwa ya kuwasilisha maoni yako kupitia swali letu la siku, ambapo tunakuuliza mtazamaji, kwa upande wako, je, hisia zako ni zipi kuhusu mswada wa fedha wa 2024 na makadirio ya bajeti itakayosomwa siku ya Alhamisi? Je, hisia zako ni zipi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024 na makadirio ya bajeti itakayosomwa siku ya Alhamisi? Basi mitandao yetu ni kama jinsi ilivyolainishwa kwenye kiwambo chako. Mtandao wetu wa Facebook @K24TV, ule wa X ikiwa ni @K24TV, nambari ya wapenzi wa WhatsApp ikiwa ni 0757725083. Naam, bila shaka ukiwasilisha la kwangu litakuwa ni kutupia jicho mpenzi mtazamaji, ila tayari wa Kenya wanaitwa hawasazwi na hawachi nyuma. Wapo baadhi ambao washawasilisha kati ya maoni yao kuhusiana tu na mada yetu ya siku, tukisubiria tu siku hiyo nzima ya siku ya Alhamisi. Wacha tuangazie mtandao wetu wa Facebook mpenzi mtazamaji, mumetiririsha yepi? Tunamuona mmoja hapa akiwa ni Steven Aura, anasema tu kwa lugha ya Kimombo ni the yoke is gonna be made heavier. Ni maoni yake mpenzi mtazamaji, mtandao wetu ukiwa tu ni wa Facebook. Tukiangazia tu mtandao wa X upande mwingine, tuone kati ya yale yaliyoweza kutiririshwa mpenzi mtazamaji kuhusiana tu na swali letu la siku, tukisubia liweze kuwasilishwa. Kumbuka tunakuuliza mpenzi mtazamaji, je, hisia zako ni zipi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024? Lakini wacha tuangazie mtandao wangu wa Facebook. Wakenya wanalonga lipi kuhusiana na mada yetu ya siku? Waudo Bond Smart Steve anasema kila jambo, kila kitendo kwa serikali hii ni porojo tu, makadirio, mswada yote ni usumbufu kwa amani ya Wakenya. Maoni yake Waudo. Eliud Lexo Eliud anasema hatujui wala hatujashirikishwa kwa maoni hayo kwa upande huu wa Transmara Magharibi. Sasa sisi tunangojea tu yale yatafanyika. Naam, zidisha kutiririsha mpenzi mtazamaji. Mtandao wa X pia naona mshachangamka. John Julius anasema ama bajeti sio ya wananchi. Je, ni nini ambalo limekubalika kwa uongozi wa UDA na zile zilizopita hadi ushuru upande kwa njia isiyo ya kikatiba? Naam, jicho ndi hilo bila shaka litazidi kutupiwa mpenzi mtazamaji. Tuangazie maoni yenu ni gani. Ila kwa sasa kumbuka mtazamaji, mitandao yetu ni kama jinsi nilivyokujuza. Mtandao wetu wa X ukiwa ni @K24TV, mtandao pia wa Facebook ukiwa K24TV. Nambari ya WhatsApp ni kama jinsi ilivyolainishwa kwenye kiwambo chako ikiwa ni 0757725083, na pia mitandao yetu ikiwa ni kwa upande wa runinga ya Kameme TV. Basi wasilisha moja kwa moja. La kwangu ni kurushia jicho na kuyalainisha wazi na peupe. Busara na Aman, sina zaidi. Nitakuwa nasubiria tu wa Kenya tusikie wanasema yepi, manake wengi wametaja kuna siku mbili tu, nafasi iko wabadilishe baadhi ya vipengee. La kwangu hapa ni jicho, kwako. Naam, asante sana Milia Kisienya. Bila shaka tutakuwa tunarejea kwako hapo baadaye, lakini kwa sasa tufululize hadi katika kaunti ya Kiambu ambapo mwanahabari Majibu Kitao anatangamana na wakazi wa eneo hilo mtazamaji, na hayupo peke yake, atakuwa anatangamana na mwanahabari mwenzetu kutoka Kameme TV anajulikana kama Kimani Ngunjiri. Pamoja watakuwa wanazungumza na wakazi wa Kiambu kusikia tu hisia zao kuhusiana na mada yetu ya siku. Basi Majibu, kama uko tayari, kazi kwako.
Asanteni sana ndugu zangu ndani ya studio nasi katika kaunti ya Kiambu. Mbali na gumzo studioni hapa, tutakuwa tunapata sauti ya Mkenya wa kawaida. Wanjiku, Akinyi, Charo Katana, Kilonzo anasemaje kuhusiana na hii bajeti inayopendekezwa ya mwaka wa 2024 mwaka wa 2025? Je, anahisi kwamba punda amechoka ama bado anaweza kustahimili mijeledi ya kuongezwa kwa ushuru kwenye ile bajeti inayopendekezwa na linatuhusu pia? Na ndio maana hii leo tutakuwa hatukuulizi maswali tu peke yake, bali pia tutakuwa tunatarajia majibu kutoka kwako. Je, unahisi vipi wewe kama Mkenya wa kawaida? Na siko peke yangu hii leo, bila shaka nitakuwa napiga gumzo na mwenzangu hapa katika matangazo haya yanayoletwa kwako moja kwa moja na K24 TV na vile pia runinga ya Kameme chini ya Media Max Network Limited. Mwenzangu Oscar, sasa nikuulize swali kama Mkenya wa kawaida. Kwanza katika ufunguzi, nasikia wanakuita Kimani Ngunjiri. Kwanza kama ukipiga gumzo sasa kama Mkenya wa kawaida, hisia zako ni zipi kwenye ile bajeti inayopendekezwa kama Mkenya wa kawaida? Asante sana Bwana Majibu, na kama vile ambavyo umetaja ni kwamba kweli leo tunaangazia mambo yanayohusiana na bajeti, na ukiniuliza hisia zangu zinazohusiana na bajeti ambayo inakuja, huenda zinaweza kuwa ni hisia tofauti kulingana na mambo tofauti ambayo yako kwenye makadirio ya bajeti ya mwaka 2024 na 2025. Lakini ni vyema tukumbushe mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa kwamba wakati kama huu mwaka uliopita tulikuwa na waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u ambaye alipeana bajeti yake pale kwenye bunge, na kuna mambo matatu ambayo aliyataja ambayo alisema ya kwamba yanafinyilia Mkenya kwa kiwango cha juu. Jambo la kwanza ambalo alilolitaja ni jambo linalohusiana na gharama ya juu ya maisha. Wakati ule unakumbuka kwamba bidhaa kama unga na vitu vingine ambavyo mwananchi wa kawaida anazihitaji kwa siku kila siku zilikuwa ni kwamba ziko na bei ya juu sana. Jambo la pili ambalo waziri alizungumzia ni kuhusiana na ushuru ambao ulikuwa juu zaidi. Na jambo la tatu alilolizungumzia waziri wakati huo ilikuwa ni kwamba nchi hakukuwa na nafasi za kutosha kuwa na nafasi za kutosha za kikazi. Na alipeana mikakati ambayo labda serikali ingetumia kuhakikisha kwamba mambo haya matatu yamepatiwa ama yamepata suluhisho. Mwaka mzima bajeti ya mwaka wa 2023 na 2024 imekuwa ikitekelezwa. Sasa hii leo katika kikao hiki na upeperushaji huu tunataka tuweze kutathmini kana kwamba bajeti hii imeweza kufanyishwa kazi jinsi ambavyo ilikuwa inafaa kufanyishwa, na kana kwamba Mkenya wa kawaida bado ana kitu cha kufurahia na ni jinsi gani ambayo bajeti ambayo inakuja ya mwaka wa 2024 na 2025 itasaidia Mkenya ama itaumiza Mkenya. Naam, na ndio hapo sasa tutakuwa tunapiga gumzo na Mkenya wa kawaida katika kaunti hii ya Kiambu. Tutakuwa tunapata sauti ya Mkenya wa kawaida, yule aliye pale chini. Hisia zake ni zipi haswa kuhusiana na ile bajeti inayopendekezwa? Kwanza, ana ufahamu wa yale mambo yaliyoko pale ndani ama bado hajashirikishwa kikamilifu? Na hapo nitakuwa napata gumzo tu na Wakenya eneo hili, nitakuwa nazungumza na Wakenya eneo hili wanipatie maoni yao kuhusiana na ile bajeti inayopendekezwa. Tupata tu kauli zao ni zipi. Je, yule kama Mkenya wa kawaida nahisi kwamba yule kiongozi ambaye anamwakilisha alimwakilisha vyema ama bado kutakuwa kuna mapengo ambayo yanahitaji kuzibwa? Kwanza, jina lako ni nani? Na kwanza, unajua bajeti inafaa kusomwa lini? Najua inafaa kusomwa. Jina lako nani? Naitwa Francis Njoroge. Njoroge, unajua bajeti inafaa kusomwa lini? Inafaa kusomwa Thursday. Una ufahamu wowote wa yale mambo ambayo yamependekezwa kwenye ile bajeti? Mambo ya ya revenue ndio hatutaki kabisa, kwa sababu mambo kidogo, angalia kamera. Kwa sababu kama sisi wananchi tumefinyiriwa sana. Tufika zaidi ya uchumi tuko chini na bado tunaongezewa matax juu ya size zingine. Na tuko chini kabisa, hatuna kitu. Tulikuwa tunaambiwa mambo ya Wanjiku wataangaliwa, lakini bado hakuna kitu tumefanyiwa.
tumefinyiriwa. Mkate tulikuwa tunadanganywa itatoka 50, saa hii itapanda mpaka 100. Na kwanza kuna ushuru ambao unatarajiwa kuongezwa endapo bajeti itapita kwenye bidhaa za kimsingi kama mkate. Vile pia kuna mambo kadhaa ambayo unatarajia kwamba bei ya bidhaa itakuwa inaongezwa. Hisia zako ni zipi? Je, unajivunia wewe kama Mkenya na ile serikali iliyoko madarakani kwa sasa? Hapana. Sijivuni kwa sababu tulikuwa tumeambiwa mambo mingi sana. Tukapiga kura kwa wingi sana tukitarajia tutabadilishiwa maisha. But kwa saa hii maisha iko juu sana. Kwa hivyo kwa hii wakati bado tumefinyiliwa sana. Naam kabisa. Pia vile simama hapa kama nitakuwa na kushirikisha baadaye pia ni vile nipate maoni ya Mkenya mwingine. Ndugu yangu, jina lako ni nani? Wacho nani? Naitwa Peter Rogo. Yeah. Je, unafahamu wote kuhusiana ile bajeti inayopendekezwa? Yes, hii bajeti nimeisikiliza vizuri. Naona iko shida kidogo, inafinya mwananchi wa kawaida. Shida iko wapi? Shida kwa hii bei itakuwa juu kidogo. Kwa sisi wenye hatuna vibarua nafinyika kabisa. Tuliarifiwa kwamba kulikuwa na ushirikishi wa umma ambao ulikamilika jana. Wananchi walihusishwa kutoa mapendekezo yao kwenye ile bajeti. Je, wewe ulishirikishwa kikamilifu kwenye kutoa mapendekezo yako wewe kama Mkenya wa kawaida? Bado sijaona watu. Hawajanifikia. Yeah. Je, unafahamu mtu yeyote ambaye bila shaka pengine unajua alihusishwa hata kutoa maoni yake? Bado sijapata hata mmoja mwenye ameulizwa hiyo kuhusu hiyo bajeti. Asante. Okay, asante. Na pia vile pia nipate maoni ya vijana pia wanazidi kumiminika kabisa eneo hili kutoa hisia zao kuhusiana na yale mapendekezo ya bajeti. Ndugu yangu, jina lako ni nani na hisia zako ni zipi kuhusiana ile bajeti inayopendekezwa? Naam, kwa majina naitwa Kennedy Mutori. Lakini hiyo budget tunaweza sema iko punitive. Yaani hawajali mwananchi wa kawaida. All they care ni tumbo zao peke yake. Na tuwaambie pia tunawawatch huku kwa ground. 2027 haiko mbali. Je, unajua jambo lolote lile ambalo limependekezwa kwenye ile bajeti? Najua. Unafahamu nini? Wanataka kupropose 16% VAT kwa mkate. Pia nimeipitia hiyo mswada. Kuna mambo mengi sana ambayo inafinyilia sisi watu wenye wa kawaida. Vile pia simama hapo kando pia nipate maoni ya mamangu hapa jiongea hapa karibu pia vile nijue kupata hisia zake kuhusiana na ile bajeti inayopendekezwa. Kwanza, jina lako ni nani na hisia zako ni zipi? Jina langu naitwa Anne Wamboi. Mimi ni mkaazi wa hapa Kiambu. Unafahamu wowote kuhusiana na yale mapendekezo ama kwenye ile bajeti? Unajua kipengele chochote ama mswada wote ambao umeweza kupendekezwa ama ushuru wote ambao umeweza kupendekezwa, na hisia zako ni zipi? Hisia zangu ni mimi sitaongea mambo za magari juu sina magari, nataka kuongea mambo za Wanjiko huyu wa hapa chini. Mimi nashindaga hapa Kiambu town na nashinda na wakaaji wa hapa Kiambu. Wanjiko mwenye yako hapa chini. Tuko na vijana wengi hapa hawana makazi. Na badala ya hii serikali yenye tulichagua itafutie vijana kazi ni kutoza watu ushuru. Kitu kama mkate, kuna watu wengine unapitanaga nao wanakuambia nisaidia hata mtoto wangu apate shilingi 10 ya kununua mkate. Sasa mkituongezea mpaka mkate, kusema kweli tutaelekea wapi? Na watu wengi hapa wako na mashida. Wao watu wakubwa ningekuja wakuje tu chini. Na mimi namshukuru gavana wangu wa Matangi, anajua mambo za watu wa chini. Wakuje hapa chini wajionee vile watu wako na mashida hapa. Sio kuamka asubuhi unafikiria mambo za Wanjiko, badala na vile ulimpromise unamsaidia ndio unamfinyilia. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kupendekezwa, ushuru wa mkate ambao bila shaka utapanda bei na bajeti itapita. Pia vile kuna ushuru wa 2.5% kwenye magari kulingana na thamani ya magari, ambao bila shaka wengine wadadisi wanasema kwamba huenda kaongeza nauli ya Mkenya wa kawaida. Yule Wanjiku si anayemiliki magari pekee yake, bali pia Wanjiku ataweza kuathirika pakubwa endapo nauli itapanda. Hisia zako ni zipi? Je, unadhani kwamba serikali inabuni mikakati ya kuhakikisha kwamba baadaye angalau huenda hali kawa sawa, ama inazidi kumfinyilia Mkenya wa kawaida? Hapa kwa kuongeza hiyo mambo ya magari, mimi naona tutafinyilia hata Wanjiko zaidi.
msione kama ni wao matajiri wako na magari mtafinyilia. Mnafinyilia Wanjiku. Kwa sababu nikiangalia watu wa Githunguri, watu wa Kiambu, watu wengi sana huenda kutafuta hisia zao Nairobi. Akiongezewa nauri na hajaongezewa mshahara, unataka kuniambia mtu ataenda kazi kweli? Sasa inaonekana hata hizo makazi zenye ziko Nairobi, kama kuna mtu akwenda kampuni yake Nairobi na ameajiri watu wa kutoka huku Kiambu ama Githunguri ama tuseme Thika ama Kikuyu, ataendelea kuifunga juu watu watapata nauli za kwenda kufanya kazi. Kauli za wakazi wa kaunti ya Kiambu kama ulivyosikia Busara, wengi wanazidi kulalamika, wanasema kwamba punda amechoka. Si kauli zangu, ni majibu yao wenyewe, na ndio maana majibu niko hapa kuzidi tu kutafuta majibu ya wakazi wa eneo hili, kuendelea kujua endapo wanajivunia ile serikali iliyoko madarakani kwa sasa, ama bado wanahisi kwamba inazidi kuwafinyilia yule aliyeitwa mama mboga, yule aliyeitwa mama bodaboda, aliyeitwa mwana bodaboda wakati wa kampeni. Anayo ya kushabikia, anayo ya kufurahikia kwenye hii serikali hii, ama bado anahisi kwamba kuna mambo ambayo yanahitaji kurekebishwa? Tuko hapa, tutazidi kukujuza wewe mtazamaji mengi tu yatakavyozidi kuendelea eneo hili, lakini hivi sasa mwelekezi Dan Kilozo anasema kwamba nirudishe studioni Busara, kama unanisikia bila shaka. Kwa sasa kazi kwako. Na asante sana Majibu Kitao. Kumbuka kwamba anaandamana na mwanahabari wa Kameme TV Kimani Ngunjiri. Asante sana kwa kuzungumza na wakazi hao na kutupatia kauli zao, wakazi wa Kiambu mtazamaji. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi mtazamaji, kumbuka kwamba katika meza ya lugha ya ishara basi tunaye Nyambura wa Mosha. Na bila shaka kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Nakuru ambapo tunaungana na mwanahabari Mumbi wa Mbugu, naye atupatie tu kauli za wakazi wa Nakuru ni zipi kuhusiana na mada yetu ya siku. Kumbuka kwamba tunazungumzia swala zima la bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025 na vile vile mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao unatarajiwa kufadhili ama kuifadhili bajeti hii. Basi Mumbi wa Mbugu, kama uko tayari, kazi kwako. Shukran sana Busara, kwa kweli na kujia moja kwa moja kutoka hapa jiji la Nakuru, na nimeona kutoka kaunti tofauti wananchi tu wamekuwa wakitoa mapendekezo yao na maoni yao kuhusiana na bajeti. Lakini hapa jijini Nakuru tutabadilisha mkondo huo, kwa sababu nitakuwa nazungumza tu na mfanyikazi wa serikali. Na iwapo utanikubalia tu, ningependa kuendelea na lugha ya Kimombo. In Nakuru County, we will be engaging the city's manager, that is Getao Thafanja, who will give us an input and his recommendations in regards to the budget, the proposed budget 2024-2025. If the cameraman can give us a two-shot. Thank you so much for joining us in K24 special coverage. We've seen the budget has proposed an increment in the county's equitable share, but then again, there are various components of the budget that have been slashed. That includes the agriculture sector, and this is likely to affect the county's operations in one way or another. Maybe as the city's manager, what would be your take in the whole cuttings of various components of the budgets in general? So what happened in the budget making process? You have the component of the budget, and in each and every year you find that the budget is not always consistent with how it was last year, given that there are so many margin issues that we need to factor in. And the reason why you'll find there's some increase in some sectors, there's some decrease in some sectors, given how the economy was performing the previous year, because this year's budget is informed by the performance of the last year. But also, you also talk about the global effect. You also talk about the constraint that we have within our budget, and that affect the way in which we are going to itemize those budgets. We are happy as a county because there is an increase in the equitable share to the counties. That means we are going to have more allocation, but it's also good to notice that the challenges that we are also addressing as counties, they are also more, that we feel that much as we have that increase, the increase need to be more.
But also, there is also the effect that will also touch on the county based on the reduction that have been made in the national government. You talk about the infrastructure. When you want to improve the mobility within the county, you realize that there are some roads, for example, within the city, like for Kura, that are also funded by the national government. So when you have a reduction in the national government, we have the same effect reduction in the county. And this may affect the project that maybe we have prioritized together with the Kura to improve. But also, you also look at, the education. Education, health, also addresses the issues of the human index. And this one, we require now to also have some stringent measures. Even among ourselves as residents of this country, we realize that we are in an economic situation that is a bit hard. And Shukran, naomba tu nikukatize dakika moja. Naelezwa iwapo tunaweza kuendelea kwa lugha ya Kiswahili ili tuweza kumlenga ule mtazamaji wa kawaida. So nakuta kwamba kuna hiyo budget ya county yenye tumepewa sisi. Inahitajika sisi kama county tufanye zile project zinaguza mwananchi wa kawaida. Kama hapa Nakuru tumeona kama budget ya bursary, Governor Her Excellency Kihika ameitoa kutoka milioni 100 to milioni 300. Hivyo ni kumaanisha kuwa watoto wengi wenye hawangeenda shule kwa sababu ya hiyo ugumu wa economy saizi wataweza kwenda. So ni kumaanisha hata sisi kama counties tunafaa kuangalia hata zile miradi ambazo tutafanya na hiyo budget. Iwe ni zile budget, ni ile miradi ambayo inaguza mwananchi wa kawaida. Lakini unaona kwamba hata kwa matumizi yetu sisi kama wenye tuko kwa maofisi I think ni ile mwito hata sisi tuko kwa maofisi tuhakikishe kuwa hata matumizi ya hiyo budget imefanyika kwa venye inahitajika, ili tusaidie sio sisi wenyewe raia wa kawaida, ili hii budget ili tuweze kusurvive katika economy. But lakini kuangalia kwa national government, hata hiyo tunaomba kuwa hata zile miradi ambazo watafanya, utakuta kuna zile miradi kubwa serikali inafanya, utakuta kwamba pengine itakuwa ikireduce kidogo ili waweze kufikia mwananchi wa kawaida. Yeah. Shukran sana. Huyo ni katibu mkuu wa jiji la Nakuru akizungumzia tu kuhusiana tu na bajeti ambayo imependekezwa tu. Labda tutakuwa tunazungumza naye mengi zaidi na tutakuwa labda tunakuletea habari hiyo. Lakini kwa sasa jina langu ni Mombi kutoka kaunti ya Nakuru. Naam, asante sana Mumbi wa Mbugu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, basi hiyo ni kauli kutoka Nakuru. Na je, kauli kutoka Machakos ni zipi za wakazi? Tuungane naye mwanahabari Electin Odera ambaye pia anapata fursa ya kutangamana na baadhi yao kutujuza mengi zaidi. Kwako Electin. Asante sana Busara. Basi katika kaunti hii ya 016 nataka tuweze kuzungumza basi na wananchi pamoja na viongozi wa kidini kwa dakika moja hivi. Waweze kutueleza basi makadirio ya bajeti yanayotarajiwa kusomwa ama kuwasilishwa katika bunge la kitaifa na waziri wa fedha. Je, ni nini kitakachowafurahisha? Ni wapi wangependa basi mgao wa pesa uweze kuwekwa ama sekta gani ipewe wango cha juu cha pesa? Na pia kumekuwepo na haya masuala ya finance bill ama mswada wa kifedha wa 2024 mwaka 2024. Je, ni nini ambacho hakijawaridhisha katika mapendekezo yanayotarajiwa kuwasilishwa katika bunge la kitaifa? Asante sana Sheikh, nataka tuzungumze na wewe. Tumekuweka kwa muda ila tunasema samahani kwa hilo. Je, makadirio ya bajeti yanayotarajiwa kusomwa takriban shilingi trilioni 3.9 hivi katika bunge la kitaifa. Je, mnaridhika na hizo senti ambazo zimeweza kutengewa kwa bajeti? Na pia tukizungumzia masuala ya finance bill, ni nini ambacho hakija kuridhisha? Manake tumeona vikao vya tofauti vikiendelea katika kaunti ya Nairobi wakiweza kuchukua maoni ile kamati ya bunge kuhusu fedha. Kwa majina naitwa Sheikh Anas Ali Abdullah, mimi ni imamu wa Jamii Mosque Machakos Town na Council of Imam Lower Eastern Chairman. Kwanza kabisa, imekuwa ni kawaida nchi zetu za Kiafrika ama nchi yetu ya Kenya kuweza kuweka makadirio na mapato ambayo kwamba hatuwezi tukaweza kufikia. Bajeti ya makadirio na mapato ile tunaiweka kila mwaka, hata kile kiwango ambacho kwamba tunakisia tunaweza kufikia huwa hatufikii. Sasa shida hiyo imekuwa ni tatizo kubwa sana. Lakini kwa kifupi tu, hiyo kuwa na bajeti na makadirio ya mapato yetu ni jambo la kawaida, lakini kitu ningeomba ni kuwa bajeti ile itakayosomwa siku ya Alhamis iangazie masuala muhimu, masuala ya kilimo, masuala ambayo kwamba tunaweza kuwa iangalia mambo ya uzalishaji, kama ni viwanda tunaweza kuzalisha vitu namna gani. Imekuwa ni shida katika hii nchi yetu, kila kitu tunategemea kuagiza nje, hata kijiko cha kulia chakula, hata toothpick lazima itoke
itengenezwe kutoka nje ndio ifika katika nchi hii yetu. Kwa hiyo uzalishaji ndio kitu kinafaa kuangaziwa zaidi katika nchi hii yetu. Masuala ya kilimo yaangaziwe vizuri na masuala ya education yaangaliwe vizuri. Tumeona juzi wakisema kuwa watatoa hata pesa za chakula watoto shuleni. Watoto watakaa namna gani? Kwa hiyo tungeomba ya kuwa hii mambo ya education yaangaliwe na mambo ya health yaangaliwe sana. Kuhusu finance bill. Finance bill ni kitu ambacho kwamba kina matatizo katika nchi yetu. Huwezi kuchukua ushuru kwa mtu ambaye kwamba hana kitu cha kutoa. Mtu anaweza kuchangia yule ambaye anachokuwa ana uwezo wa kuchangia. Na tunapotoa ushuru tunatoa ushuru kwa ajili ya kitu gani? Huwezi kusema tunatoa ushuru kwa ajili ya kulipia madeni. Na ile hali kesho kutu utasikia mtu ameenda Amerika, ameenda India, ameenda wapi, amekuja na pesa. Umekuja na hizi pesa, umepewa bure. Si lazima tutazilipia. Unasema tulipie ushuru na huko bado unaongezea. Tulipe ushuru kwa sababu tulipe madeni na bado unaongezea madeni juu ya madeni. Kwa hiyo tungeomba ya kuwa pesa tunaitoa ushuru, kama ni ushuru wa kitu fulani ijulikane tunalipia ushuru kwa ajili ya kitu fulani. Sasa hivi imeongezwa ushuru, hata mkate utapanda, kila mwananchi hawezi akalipa ule ushuru. Na hili suala la ushuru halifai kuingizwa, ama mgao wa pesa halifai kuingizwa katika masuala ya kikabila, kama kusema regioni hii ipewe zaidi. Pesa zinafaa kupewa kulingamana na mahitaji ya watu. Kuna regioni ziko na watu kidogo lakini mahitaji yao ni mengi. Hao watu ndo tunafaa kuwainua. Si ulimbikize pesa upande moja kiukabila. Tukiweka katika mambo kikabila tutaigawanya nchi na tutaingia katika vita, hatutaviweza. Asante sana Sheikh. Tukizungumza na wewe, tumeona kwamba kidogo mgao wa pesa za kaunti utaweza kuongezwa kwa asilimia, ama kutoka takriban shilingi bilioni asilimia 15 hadi asilimia 25. Rais William Ruto jana ametia sahihi mswada wa kuweza kusaidia katika kukusanya mapato. Iwapo basi kaunti zitapata takriban shilingi bilioni 400.1. Je, itasaidia katika utendakazi wa kaunti? Sidhani, kwa sababu ufisadi umezidi na kwa kweli ile service ambayo mwananchi angempata pale haipatikani. Na kwa finance bill nayo maoni yako ni yapi? Finance bill ni kwamba punda amechoka na amezidi kuchoka. Kuongeza ushuru juu ya mwananchi ambaye hana chochote ni kumumaliza. Ni kumalizana na yeye, na hiyo haifai. Tulidhani kwamba hii serikali itatusaidia kwa sababu tutuambia ni asila walilala njaa, hata ruhusu mwingine aumie, lakini tunazidi kuumia. Wananchi wanaumia. Asante sana. Tukizungumza nawe basi pia ukizungumzia masuala na ulikuwa hujaridhika na ule tax ambayo inawekwa kwa magari. Je, hilo litakuwa na athari gani kwa watu ambao wanatumia magari? Kwanza kabisa nataka niseme majina yangu ni Robert Wambua. Nikisema hii motor vehicle tax is something that is going to affect this nation very much. Kwa sababu tuliona the chairman of finance committee akisema hii ni levy ya matajiri. Lakini nataka kusema hiyo ni uongo. Kwa sababu wakati gari itaongezwa levy ya 2.5% every year, hii hata gari ile inafanya transport itaongezwa bei. Na ikiongezwa bei mwenye gari pia ataongeza nauli ndio afikie mambo ya ile gari kuweza vile ataweza kuiweka barabarani. Kwa hivyo hii motor vehicle tax si ya matajiri, ni ya kila mtu wote. Na nataka niulize the chairman of finance committee Kuria Kimani that awache at least sometimes akuwe open to Kenyans, because this is not something which is right. Anajua vizuri this bill, this motor vehicle tax itaumiza wa Kenya wote. Anajua vizuri that the cooking oil tax itafukuza manufacturers. Itaumiza wa Kenya wote kwa sababu they are going to dig deep in their pockets. Wanajua vizuri kuna tax about diapers ambayo itaenda kuaffect wa Kenya. Angalia kupandisha mkate, something that every Kenya is depending on every morning. I want to tell these people at least for once to get serious. As a nation, we are not going to the right direction. And I want to advise the government, and I want to advise also the people, the finance committee, that the more taxes you are bringing, the more you are chasing investors, the more you are making Kenyans poorer. Can you please focus in industrialization and manufacturing so that we can expand the tax bracket? Thank you. Asante sana basi. Sijui kama utanipa dakika moja tu, dakika moja tu. Na sana tunazungumzia masuala ya bajeti. Unaridhika na nini na haujaridhika na nini? Mimi maoni yangu nasema hiyo bajeti imekuja kukandamiza mwananchi wa kawaida, kwa sababu kitu kama mkate ikiongezwa bei, hiyo mwananchi ataanza kutumia mbinu zingine, ataanza kukula ngwashe na aache kununua hiyo mkate na maisha isonge. Sawa. Upande wa motorbikes
wakiongeza ushuru ya motorbike. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari Electin Odera akiwa Machakos. Kidogo kule giza lishaingia, usiku umeingia, ndio maana kidogo tuna hitilafu ya picha pale, lakini ni hisia tu za viongozi wa kidini na vile vile wakazi wa Machakos kuhusiana na mada yetu ya siku ambayo ni bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025 na vile vile mswada wa fedha mwaka 2024. Basi tukiondoka Machakos, tufululize hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo tunaungana na mwanahabari wa Ngugi naye atujuze hisia za wakazi wa Nyeri. Basi Wahu, kama unanipata, usukani kwako. Shukran sana Busara, na niko katika tauni ya Nyeri Center ambapo nataka kuzungumza na wakazi kuhusu bajeti ambayo imependekezwa na pia tena finance bill ambayo imekuwa sana ikileta changamoto, ama wakazi hapa wako na mambo mingi sana kusema kuhusu finance bill. Taanza na kijana ambaye amenikaribia. Pengine ukianza na jina yako, bajeti ambayo imependekezwa ni nini unaona inafaa kukua ikibadilishwa, nini inafaa kuongezwa, nini inafaa kuondolewa, and then utaniguzia tu kidogo masuala ya finance bill, alafu utaangalia pale. Kwa majina ni Moffat Dirango Kariuki, mfanyabiashara hapa Nyeri Town na pia ni medical student. Okay, kitu ya kwanza ningependa serikali kwanza iangalie sana ni history ya kubadilisha bei ya kitu, zile vitu important, zile basic kama mkate. Seriously, ukiguza mkate umeguza tumbo ya maskini. Mimi kitu ya kwanza, mimi kama comrade, niseme tu kama comrade, na imetosha tu ninunue mkate na inisukume siku kadhaa. Sasa ukifanya hiyo mkate ifike so my friend bana, tutakuwa tu naumiza mtu wa chini. Then history nyingine ya serikali sijui ya one vote, one shillings. By the way, hiyo kitu inafaa juu mimi kitu ya kwanza nasoma, so history ya basari inanifinyanga sana juu si kila mtu amesaidika ama amepata chance ya kupata hiyo help. Wengine tuna look to basari. So kidogo serikali angalia hapo na sana. Na mwenzake pia, ukianza na jina yako kwa sekunde 30 peke yake, mapendekezo yako ni gani katika bajeti ambayo imependekezwa na tena kwa finance bill? Mimi naitwa Genesis wa pikipiki, kiongozi wa hapa Nyeri Town. Kulingana na hiyo mapendekezo ile inakuja ya kuongeza uchuru na kuleta hiyo bajeti ya kuongezea mwananchi mkate na kuongeza pesa ya gari. Sisi tunataka kuonya wabunge wote, wale wanasikia hii lugha ya Kiswahili na wale wanasikia Kikuyu hata Kiingereza, wasidhubutu kupitisha hiyo kitu. Na wakidhubutu kupitisha hiyo kitu, watatukuta hapa machinani. Na unajua wanaendaga hivyo, wanapewa, wanarushiwa mkate nusu, mwingine anapewa madasibiri pale, atiamuka asubuhi uende wapitishe. Tunawapea onyo nikiangalia hii kamera, wasidhubutu kupitisha hiyo. Na hiyo ingine ya one challenge, one vote na one man, tunaitaka sisi wote wa Mount Kenya. Na si mtu wa Mount Kenya, mtu yote iko Kenya na ako na mwanafunzi anafundisha shule, haezi pigana na hiyo. Na tukiona mbunge ambaye anapigana na hiyo, ni kama hana mtoto na ni kama anachukua pesa ya serikali anarusha mfuko ya nyuma. Kwa hivyo tunawaoni hiyo mambo yao ya kupitisha vitu ovyo ovyo kwa serikali, wakome kabisa. Nitaendelea kuzungumza na wakazi wa kaunti ya Nyeri sababu hii conversation inaendelea, but kwa sasa ni kurudishia kwako studio. Busara, anaitwa Wahu. Asante sana Wahu wa Ngugi, jamani, kuzungumza na wakazi kutoka Nyeri. Hisia kali pale kutoka kwa wakazi ambao kidogo wanaipinga ama wanapinga huo mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na mtazamaji, kumbuka kwamba tunachukua mapumziko mafupi, halafu tukirejea tutakuwa tunakupatia taarifa za siku. Lakini kando na hayo, kukumbusha tu pindi tu tutakapomaliza taarifa zetu za siku ya leo, muda wa dakika 10-15, basi tutakuwa tuna kikao maalum mtazamaji kuangazia bajeti hii ya mwaka 2024. Tayari wageni wangu wameshawasili ndani ya studio. Kumbuka kwamba nitakuwa na wageni 4, lakini kwa sasa 2 wapo. Kuna baadhi watakuwa wanaongoza ama watakuwa wanawakilisha muungano wa Jua Kali, wengine watakuwa wanawakilisha muungano wa bodaboda, vile vile kuna wengine watakuwa wanawakilisha bunge la wananchi, na bila shaka hayo yote tutakuwa tunazungumzia pamoja na wageni wangu ndani ya studio kuhusiana na swala zima la bajeti hii ya mwaka 2024 mwaka 2025. Kwa sasa niruhusu nipungue nyunyu kidogo tu, nikirejea ni mengi, usende mbali.